Yeba. Bwana, mashine hii hapa single movie funga mwaka ambayo nimeona nilete kama zawadi kwa watu wote ambao wananifuatilia, mafasi wangu wote, wadau wangu wote ambao wanamfuatilia DJ Yusko Mr. Burudani. Bwana, nimeona niwalete kama zawadi kitu safi kabisa, single movie ambayo ni funga mwaka. Hii hapa bwana, ni full na Mr. Burudani. Kama nilivyosema, hii ni zawadi kwa ajili ya wale wote mnaonifuatilia na kunipenda Mr. Burudani. Nimeona niwalete kitu safi kabisa, mashine single movie ambayo itakuja kukupa company kipindi cha Christmas. Nimeona niwaletee kitu hichi hapa, bwana, single movie ambayo hii itakwenda kufunga mwaka bwana, na Mr. Burudani mitamboni. Kumbuka namba zangu ni zile zile, jumlisha 181520811037. Unanipata kupitia WhatsApp bwana, kitu safi kabisa bwana, hii utaifahamu. Kwanza tusonge mbele, utaifahamu inaitwaje. Kumbuka ni mwa kipenzi kabisa, ni Mr. Burudani mitamboni. Kama nilivyosema, ni zawadi kwa ajili ya wadau wangu. Wewe kama unachuki na mimi hapo hujaitwa mzee baba. Kama unanichukia basi ujue kabisa kwamba hapa hujaitwa. Hakuna mtu yoyote yule ambaye kakuita hapa kama unachukia au kama unamchukia Mr. Burudani bwana, basi fungashe kilicho cha kwako na pate kuweza kuondoka, kwa maana hapa hujaitwa bwana. Kitu hichi hapa ni single movie ambayo tunakwenda kufunga nayo mwaka bwana. Twende tukaienze mashine ya kwetu hii hapa bwana, tusonge mbele. Tuanze kidogo, tuipate historia kidogo. 25年5月 Anasema mwemo Mei mwaka wa 1925 Wajerumani walivamia Shanghai na kukamata miji kadhaa katika mji wa Shanghai. Lakini hawakuishia hapo. Unaambia walikwenda mpaka katika mji wa Tianjin. 同年6月 Na huko Tianjin walikwenda kwa ajili ya kutawala. Baada ya kuona ya kwamba Shanghai hawaikamati barabara, waliamua kwenda katika mji wa Tianjin na kuivamia Tianjin. Walitaka waitawale, wao wawe watawala katika mji wa Tianjin. Lakini kuna watu ambao wakukubali, ambao walikuwa ni wanafunzi na wafanyakazi katika mji wa Tianjin. Wao wakukubali kutawaliwa na Wajerumani, kwa maana hiyo walianzisha maandamano na kwenda kuitaka haki yao. Lakini bila kutarajia, walipoanzisha maandamano, Wajerumani walitoa oda wote wauawe. Unaambia wote walioanzisha maandamano kipindi hicho, oda ilitoka wote wauawe. Kamanda wa Kijerumani alitoa oda wote waloleta maandamano ya kwamba wanaitaka haki yao wauawe wote bwana. Nadhani umenipata vizuri hapo. Leo tunakutana binti huyu hapa ambaye anaitwa Ziayun. Naye pia alikuwa ni mmoja ambaye alikuja kuomba haki, alikuja kuhitaji haki. Alikuja kuhitaji haki yao. Kumbuka hapa ni katika mji wa Tianjin. Hapa sio Shanghai, hapa ni Tianjin bwana. Walikuja hapa baada ya kuona ya kwamba Tianjin kuna vichwa ambavyo wanapiga mkono, pia ni vichwa ambavyo vina jeshi kubwa, vina vikosi vikubwa. Kwa maana hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwao kuikamata Shanghai barabara. Waliamua moja kwa moja kuja katika mji wa Tianjin bwana. Tusonge mbele. Binti alikuwa akikimbia. Huyu binti kama nilivyokuambia, huyu binti anaitwa Ziayun. Sasa wako na makamanda, huyu hapa, huyu ni kamanda wa Kijerumani ambaye alikuwa akimfuatilia binti kwa nyuma. Anambia, wewe ni wangu, unanielewa? Wewe ni wangu, unanielewa? Anamtaka binti bwana. Anambia, usinifanye nikachukia, wewe ni wangu. Anambia, unanielewa? Aise. Afu anamcheka binti, anataka mle binti, anataka mpake binti bwana. Anambia, usinisogelee mpumbavu. Binti anajaribu kujitetea. Kumbuka hawa tayari wamechukua madaraka katika mji wa Tianjin, na hapa wanafanya kila kitu, wanawatawala kwa mabavu wa China. Anataka mbake binti bwana. Lakini akiwa hapo kuna honi ambayo ilisikika huko. Akiwa hapa alipigwa mkoba wa nafaka bwana. Kwa vijana mmoja ambao walikuwa kwenye bambaiskeli ambao walikuwa wanaishi katika mji huu bwana. Wakiwa hapo kuna mtego ambao ulitegwa hapa, walijiroga wenyewe bwana. Kwa juu bwana kuna mawe yale wadondokea washenzi bwana. Unaambia walikipata cha ntemakuni. Aise. Shenzi hapa. Akiwa hapo na kama kuna watu ambao wanakuja na baiskeli na koka risasi. Anakoki risasi namna hiyo hapo. Wewe shusha kwenye kichwa. Maskini ya Mungu. Bwana ambao alikata moto. Sasa alimfuata huyu kamanda huyu wa Kijerumani ambaye alikuwa akimuonea mtoto wa kike katika sehemu hii.
Bwana Jakasa anataka kushika risasi, alichukua moja kwa moja. Bwana akaweka moja kwa moja. Kuna mshenzi mmoja ambaye anafinya mkono. Ile anakwenda na risasi. Bwana ilichomolewa kwanza koki ya risasi. Bwana chekisha matusi ya mshenzi. Afu iko kwa shingoni. Anaitwa Zeng Ziao. Ambia ni shuti. Uko unataka kushuti? Mpumbavu wewe. Awali tukana, alikuwa ni makosa, alipigwa. I say. Zeng Ziao ni mshenzi mmoja ambaye anafinya mkono balaa. Bwana. Kuna mtoto wa kike ambaye alikuwa anateswa na kamanda wa Kijerumani. Alikwenda moja kwa moja na kuvua koti lake na kumkabidhi binti. Ile binti apate kidogo kwanza kujistiri. Kumbuka ni mtoto wa kike. Jamani mstaarabu naye hataki kuona vitu kama hivi katika nchi yao. Watu ambao wametoka tu sehemu isiyofahamika wanakuja kuvamia nchi na kutawala kimabavu. Ambia uko salama. Binti akawacheki. Asema nyie ni kina nani? Nyie ni kina nani? Jamaa sema mimi naitwa Zeng Ziao. Na wapo ni kaka zangu, yani ni ndugu zangu. Ilibidi ajitambulishe. Bwana. Anaitwa Dafen. Afu kuna huyu mwingine. Kuna huyu hapa ambaye anaitwa Niu Ben. Huyu ambaye ni wa kwanza hapo ambao unamuona. Afu kuna wa pili yule ambaye anaitwa Dapen. Afu kuna chali yule wa mwisho kabisa. Yeye anaitwa Chenhu. Jaambia nitakupeleka nyumbani. Mwinuka. Alimpa mkono binti, alitaka mpeleke moja kwa moja nyumbani. Bwana hapo kuna njemba 4 ambazo ni chafu. Kuna Dapen, Zeng Ziao, Chenhu, Niubu. Bwana. Wote ni njemba ambazo zinafinya mkono. Huyu kamanda bado alikuwa bado yumo. Pigo teke. Naambia muombe msamaha. Kamcheki. Pombavu, anaambia hota. Msamaha hota, siombi msamaha. Basi sawa. Kwa kuwa umekataa kuomba msamaha, basi inabidi upate hichi hapa. Alipigwa shoka. Mambo alipigwa na nyundo katika mguu, ulivunjwa pale pale. Amtukana tu. Bwana. Asa alisikika askari wa polisi wakiwa wanakuja huku. Hao ni askari wa Kijerumani ambao sasa wametawala kimabavu katika mji wa Tianjin. Bwana, hapo umenipata vizuri. Ambia binti ondoka. Binti alimkamata, ambia kwa makini. Tabasamu tu, usijali mama watoto. Bwana, asa inabidi wao wafesi askari wa Kijerumani ambao wanawafuata. Bwana kuna njemba 4 hapo. Bwana Niubu. Bwana Chenhu, pia kuna namba Dapen. Au unaweza kumuita Dapen. Zeng Ziao. Bwana ni namba 4 chafu ambazo zinafinya mkono. Hawa ni wanafunzi ambao wametoka katika mafunzo katika chuo cha askari. Unaona? Wametoka jeshini na bado ndo walikuwa katika mafunzo. Ambia kuwa makini. Bwana alipelekwa. Unaambia huyu mshenzi alipigwa. Unakwenda unamvamia unanifahamu wewe? Alifinywa. Bwana unaambia alianza kuzidiwa. Kumbuka wao ni 4 tu. Na hao washenzi wa Jerumani ni wengi sana. Alipigwa mtu hao. Alibidi kidogo amsaidie Dapen. Alipigwa chuma juu. Bwana walizidiwa. Waliwekwa chini. I say. Walikamatwa moja kwa moja na kuletwa mahakamani. Ambia kwa kumpiga kamanda wa Kijerumani mtahukumiwa miezi 6 gerezani. Asema kuanzia sasa mtakaa miezi 6 gerezani. Huko mtahukumiwa na mtotoka mpaka miezi 6 yene. Tuachana wale tuje moja kwa moja upande wa pili huko. Tunakutana na mwanamama huyu hapa. Huyu mwanamama anaitwa Kuishen. Ambia Young Master yupo katika matatizo. Ambia miss, hujali kuhusu Young Master au ikoje? Ambia kumbuka Young Master sasa hivi yuko katika matatizo. Inabidi msaada upatikane haraka iwezekanavyo. Bwana huku ni magerezani. Anatuambia sasa. Asema kwamba kule katika magerezani ni kama kuzimu ambao hipo duniani. Yaani ni kama kuzimu ambapo kuzimu kunaishi duniani. Asema huko kuna watu ambao wanateswa vibaya sana. Huko mtu hawezi akatoka hai kama hana nguvu. Huko ukiwa na connection ya watu au ukiwa na connection ya watu ambao wana
wana nguvu katika serikali, unaweza ukapona na pia unaweza ukaishi maisha mazuri sana. Kwa maana katika sero hiyo kitu chote, yani kitu ambacho kinasaminika sana magerezani ni rushwa. Ambapo kwa maana hiyo huko hata ukimuonga kamanda ambaye ni mkuu katika sero, yeye anakuomba rushwa tu. Ambia hata hivyo pia huko magerezani kuna watu au kuna kikundi, kuna gang ambao hayo mageng yamegawiwa katika mageng matatu, ambao gang la kwanza kuna gang ambalo linaitwa Wuhu gang, afu kuna gang lingine ambalo linaitwa Hey gang, hey gang, afu kuna gang lingine ambalo lina mwisho kabisa na la tatu. Bwana anaambia ukitaka kuishi inabidi ujitegemee peke yako, usitegemee kwa msaada wa watu wengine. Tuachana hali tuje moja kwa moja upande wa pili kwa gerezani. Gerezani anaambia baada ya kuja hapa maisha yako ni yangu. Anasema hata ijalishi uwe na status gani, lakini baada ya wewe kuja gerezani, kumbuka hapa kuna sheria na pia mkuu wa gerezani ni mimi hapa. Hata ukifa hapa magerezani, kumbuka bado mzimu wako atakuwa wangu. Anasema mimi naamini katika sheria, katika vitu viwili. Cha kwanza ni sheria na cha pili ni utulivu au ustarabu. Ambia hivyo ndo vitu ambavyo natumai kila mmoja atatii katika sero hii. Ambia kama kutakuwa kuna yoyote yule ambaye atajaribu kuzivunja sheria zangu katika sero hii, basi mtamwazibu kutumia bwana, kutumia bell hii hapa. Nadhani wote mnafahamu maana ya bell ni nini. Ambia ujinga. Kama unafuata sheria, kwa nini watu wako hapa na kuna fununu ambazo zinasemekana kwamba watu wanauana magerezani? Ambia wewe, rudi nyuma. Ndugu zangu, nadhani wote mnafahamu kwa vifo walivyovifanya hawa kushirikiana na Wajerumani kuua wenzetu. Unaambia hivyo ni vifo ambao viliuawa mwaka wa 1925. Bwana anasema hatuwezi kusahau kuhusu vifo vya wenzetu. Kumbuka hawa ndo walishirikiana na Wajerumani kuua wenzetu. Zilipigwa chuma. Bwana aliwekwa chini. Huyu jamaa anaitwa Hu H na U, anaitwa Hu. Bwana jamaa anamcheka. Ambia hoya, anasema nadhani unafahamu sheria zangu hapa, so huko nje ambapo unakuwa unaongea kama unavyotaka. Kumbuka hapa ni kwangu, mimi ni mfalme wa kuzimu. Anajiita mfalme wa kuzimu. Bwana ambia kama nilivyoeleza, kama utofuata sheria zangu nitakuadhibu. Yani hapa wote wanaona. Asema hata hivyo pia ni vibaya zaidi ya kwamba mimi nakufahamu. Ambia Hu, mleteni. Walimleta Hu. Ambia nadhani tayari kila mtu ameelewa sheria zangu. Kama kutakuwa kuna yoyote yule ambaye atakeuka sheria zangu, basi ataadhibiwa kama huyu mshenzi hapa ambaye anakwenda kuipata adhabu yake. Ambia angalieni kwa umakini ili mgundue ya kwamba ni vibaya kutokufuata sheria zangu. Jamali ninginizwa juu. Ambia sheria ni upumbavu. Kama kuna sheria mwenyewe ufuati sheria, maana gani ya kuweka sheria? Aligongezwa. I say. Maskini ya Mungu. Unaambiwa hapa sheria hazifuatwi. Hapa ni rushwa inayokwenda hapa. Bwana. Ambia huu mshenzi huu wadeni wapa gerezani hapa anaitwa Zhu Yanlong. Wadeni au kamanda au mkuu hapa magerezani anaitwa Zhu Yanlong. Anasema mshenzi ni mshenzi tu mmoja tu ambaye anategemea rushwa. Anaambia hoya pumbavu nini? Muondoka. Wanaitwa Dapen. Anambia unanilazimisha au vipi? Dapen alimtuliza. Anambia ondoka. Aise. Ambwa hapo adhabu yako ni kugongezwa katika kengele kama utakwenda vibaya na mkuu, kama utakwenda vibaya na mtu anavyotaka. Bwana baadaye kidogo binti alikuja na babake gerezani ili kumwekea zamana zenzi yao.
Ambia kumbuka hapa ni gerezani. Na kumbuka hawa vijana wamehukumiwa na Wajerumani. Kama nitageuka amri, hii itaniweka pia na mimi katika matatizo. Ambia mimi sifanyi kitu kama hicho. Asema hata hivyo pia hii ni sehemu salama kabisa kwa kuwa tayari umemuona sehemu alipo. Ni sehemu salama kwa upande wake. Nitahakikisha nachukua uangalifu juu yake. Ambia lakini, ambia mwanangu. Huyu ni babake na binti. Ambia na sisi tumekuwa marafiki kwa kipindi kirefu sana. Asema ningependa untoe kijana huyu katika gerezani. Aya, anambia wewe rafiki yangu wewe. Babake anaitwa Shinzan. Mr. Yu Shinzan. Bwana. Binti yake ni Ziayun, afu huyu anaitwa Shinzan. Ambia pesa kama hii haitoshi peke yake kumwekea zamana mtu, lakini pia kumbuka ni watu wanne. Ilibidi mzee tena atoe kibunda chengine cha pesa. Unaambua hapa gerezani ni pesa inaongea. Ambia vipi kuhusu hii? Bwana. Basi sawa. Ambia ila kwa pesa hii ambayo ulitoa, nimefanya hivi kama tu marafiki mimi na wewe. Ambia kumbuka nitawaangalia tu, lakini siwezi kuwatoa mpaka miezi misita. Ishe, kumbuka ni Wajerumani wenyewe walorecommend, yani walorecommend hawa watu kuja katika sero hii. Ambia kwa pesa hii ulotoa watapata kila kitu hapa gerezani, kile wakitakacho watakipata. Ambia basi sawa mheshimiwa. Anampa mkono, yeye mwenyewe anajali pesa baba. Aya sawa. Ayo basi nitaondoka. Basi sawa, nenda. Mzee anahesabia pesa namna hiyo, anahesabia mpunga. Aya sawa. Mheshimiwa. Ambia vitu vile ulivyonieleza tayari, lakini kuna vitu kidogo ambavyo haviko sawa. Ambia kwa kuwa tayari wako hapa, haina haja ya kuwa na haraka. Ambia kumbuka mimi ndo mfalme wa kuzimu. Asema hata hivyo pia wanaweza kaleta fujo eti. Asema kuwaua kwa haraka hivyo. Kumbuka mimi mfalme wa kuzimu eti. Anaambia wako kwangu, wapo katika mikono yangu. Anaambia kwa kuwa wako hapa, haina haja ya kuharakisha. Wapo katika mikono yangu. Kwa nini niharakishe kuwaua? Anaambia vinginevyo sitopiga hela kama hizi nikiharakisha kuwaua wa machali. Asema inabidi kidogo nile fedha zao kidogo. Bwana, unaambua hapo pesa ndo zinazotumika. Bwana. Bwana tuachana tuje moja kwa moja upande wa pili huku. Asa leo tuzame moja kwa moja mpaka katika gang la kwanza. Hili hapa ni gang la Wu gang. Hili hapa. Leo kuna mkuu wao huyu hapa ambaye anaitwa Chen Zhen. Alikuwa humu ndani alikuwa anawapa vijana adhabu leo. Hili ni gang la mwisho kuwa na nguvu katika gereza hili. Unaona? Hili sio kwamba ni gang lenye ubavu, sio kwamba ni gang lenye nguvu. Hili ni la mwisho kuwa na nguvu hapa gerezani. Akiwa anajisifu jamaa, kuna mtu ambaye kadondoka hapa. Bwana, jamaa alikuwa akiendelea kujisifu, unaambia wote walidondoka chini. Aisa, unaambia wote walidondoka, ujinga kabisa. Yaani nyinyi naopa adhabu mwisho siku mnanilazimisha kama hivi. Yaani hamwezi kuhold on mpaka lisali moja eti. Ambia mimi ndo mkubwa hapa. Sheria zangu inabidi kila mtu azifuate. Na mimi ndo Chen Zhen. Bwana, makofi kwa mkuu. Asema sheria zangu
watu wote inabidi wazifuate mpaka pale nitakapokuwa mkubwa katika gereza lote, ili mpaka nitakapoheshimiwa na kila mmoja. Afu anacheka namna hiyo. Bwana, ni tou ma na, 给我立稳了. Aliendelea kuwapa adhabu wale vijana. Unaambiwa kuna kuwasamehe. Ukiwa hapa, chali zako waliletwa moja kwa moja na mpaka katika chumba hili. Ambia inaburudisha sana, inafurahisha sana. Tuna watu wapya ambao wamekuja humu. Ambia waya, nini maana ya hii? Hao ma. Vizuri sana. 还是4个嫩汉子. 临善平县不伤风. Ambia kwa kuwa leo tuna watu wapya, ningependa uwafundishe sheria zetu. Unaongelea kuhusu sheria gani hizo? Anasema hakuna sheria. Kitu kama sheria akipo hapa. Ambia wape kidogo sheria zetu. Wafunze kidogo sheria zetu. Kuna huyu jamaa hapa. Bwana. Huyu ambaye ametumwa kuwafunza sheria, kuwapa sheria, anaitwa Bendue. Ambia wekeni hapa. Waweke nini? Wana njemba zikainuka kwa nyuma huko. Na ni 跟我说说 嘛规矩? Jamaa ambia vipi kama utaniambia hizo sheria mimi? Nieleze sheria hizo. Ambia Dapen. Ayataka kuanza ugomvi moja kwa moja. Ambao hawa jamaa hawavumilii kabisa, wao wanateswa kijinga. Bwana. Chen Da Shuai 是吧? Namla. Ambia Boss Chen. 兄弟们写. Ambia ndugu zangu kidogo wao hawana uvumilivu. Kwa maana ningependa ubadilishe kidogo sheria. 别的规矩. Anasema kubadilisha sheria. Akamcheki, ana kiatu kimoja kizuri sana. Afu kicheki kiatu chake yeye. Anasema kiatu chako kinaonekana kuwa expensive. Kinaonekana kuwa na fedha nyingi sana. Na unaonaje kama utabadilisha viatu? 就琢磨用别的规矩. Anasema nipe kiatu changu na mimi uchukue cha kwangu. Unaambia kinatupa cheche hicho. Bwana. Oya. Nizani mkuu wa huu genge atakuwa ni mtu mmoja wa kutisha, lakini kumbe hawezi hata ku-afford hela ya kiatu. Yaani hawezi hata ku-afford pesa kiatu mshenzi. Wewe mpumbavu, unataka kufa au nini? Inaonekana kama unataka meno yako ni yatowe wewe. Oya. Bwana, hakuna kuonea katika sehemu hii. Ambia basi, sawa, si unataka kiatu. Ambia kiatu hichi hapa. Kama una nguvu, njoo kichukue. Hichi hapa. Umesemaje mshenzi? Kama nina nguvu. Bwana alichukua, alifinywa mkono. Bwana pale. Wabo watu wakafinywa huko. Huko ni ubabe unakwenda huko. Unampiga mkubwa, unakuwa mkubwa. Bwana, hayo ndo sheria gerezani. Mambo ya gerezani ndo kama na hayo. Wabo watu walibondwa, watu walifinywa kwa sekunde chache. Unaambia walikuwa tayari wamechakazwa wote. Aise, ni njemba 4 chafu. Zanzi yao. Bwana perfect. Bila kumsahau Chen Hu Nubu. Bwana, ni da. Ambia basi sawa. Nani anaweka sheria humu ndani? Ambia ni wewe mkuu. Wewe ndio unaweka sheria zako. Yaani kuanzia leo panga sheria zako peke yako. Ambia tu tukubuguzi kuanzia sasa. Akamwachia. Bwana, hii ndio sheria magerezani siku zote. Hii ndio sheria gerezani. Ukimpiga mtu unakuwa kiongozi. Ambia hivi uogopi kama mshenzi anaweza katugeuka siku moja? Ambia haina haja ya kufikiria kuhusu hayo. Kwa sasa kitu ambacho kipo ni tupumzike. Anasema kwa sasa tukuwapiga washenzi. Tunafanya kitu gani? Anasema kama sisi hatuwezi kuwapiga. Anasema lakini hatu hawezi mheshimiwa. Unasema kitu gani wewe? Anasema inaonekana kama sisi hatu hawezi tena. Lakini inawezekana kwa kuna plani nyingine ya kuangamiza washenzi. Vizuri. Anasema plani lazima yupo. Anasema kama sisi hatuwezi kuwapiga, haimaanishi kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuwatandika washenzi. Bwana, walipanga plani yao. Muda wa usafi kidogo, watu waliingia bafuni.
ya kupata usafi. Sababu kuna mabosi ambao wao wanakandwa, wanafanyiwa usafi. Wana kidogo inakuwa inaganda ganda kama hivi, lakini tunasonga mbele kabisa. Kumbuka niko hapa kipenzi cha wana Mr. Burudani. Ambia mheshimiwa. Asa alimfuata kipara. Huyu jamaa yanaitwa Dongba. Alikuja moja kwa moja kumchonganisha. Huyu jamaa pia naye, huyu ni watatu katika Hey Hey Gang. Huyu ni bosi watatu katika Hey Hey Gang. Kumbuka hapa gerezani kuna mageng matatu ambao yanaongoza hapa. Asa katika Hey Hey Gang kuna wakuu watatu. Huyu ni wa mwisho, yani watatu. Alisema nini huyo mshenzi? Anasema mheshimiwa, anaogopa kusema eti kitu zenzi yao alichosema. Ambia ongea. Basi sawa mheshimiwa, nitasema eti. Alisema kwamba ukiguswa na mwanamke, yani wewe uwezi ukafanya chochote kile eti. Yani uwezi hata kidogo hivi uwezi ukafanya hata. Ambia ndo alivyosema hivyo mheshimiwa, mimi sijasema kidogo hata hicho. Anasema ndo maneno ya zenzi yao. Alikuja moja kwa moja kumchonganisha zenzi yao. Ambia inaonekana kama sitamfunza adabu huyu mshenzi, watu wengine wataendelea kunizarau. Ambia lazima ainame na tambaye katika miguu yangu. Bwana. 都查清楚了，这个陈征啊，狐假虎威的，根本就不是海河帮的。不过，海河帮的四大 Asali zako alikuwa hapa. 前年在英租 Chenwa anasema kwamba nimesikia taarifa au nimepata taarifa ya kwamba hapa kuna wakuu watatu katika Hey Hey Gang na wote hao ni wabaya. Yani ni nuksi, ni unbeatable. Bwana. 把人给捞出来。另外，据说现在有好几个金门高手被关在这里。人不犯我，我不犯。 Anasema haijalishi ni nini au haijalishi yani tuko magerezani, lakini hatukuja hapa kwa ajili ya kupambana. Jamaa wako anasema hivyo zenzi yao. Chenhua akasimama akamfuata vizuri. Asema hata hivyo pia nimesikia kwamba hapa gerezani kuna biashara haramu ambavyo huaga vinaendelea hapa. Anasema kwamba kuna biashara haramu ambavyo huaga vinaendelea hapa vya kuuza tubako. Bwana. Anasema hiyo haituhusu. Hata hivyo pia acha na biashara vyao. Anasema zenzi yao. Alikuja moja kwa moja Dongba. Bwana. Ambia ndio. Wewe si ndo zenzi yao, wewe mtoto mshenzi ambao unakosa adabu hapa gerezani, unawakuta wakuu unaanza kutukana. Ambia niko hapa kufunza adabu leo. Jamaa alimfuata, anambia unataka nini hapa? Anasema sina gubu na mtu yote, ndo kwanza nimekuja. Anambia ulipokuwa ukinitukana ulikuwa unajua kwamba huna gubu. Bwana, ikatoka amri watu wazungukwe. Bwana. Anambia unakuja magerezani na tayari umeanza kupata maadui. Unakuja gerezani. Unapiga hesabu unakuja gerezani na ndo siku yako ya pili tu na tayari umeanza kujenga maadui. Inaonekana kama ni lazima tupigane ili tupate heshima. Bwana pale mwamba alikwenda. Bwana inabidi apewe heshima. Inabidi anyukwe mtu. Bwana alikwenda na ngumi. Bwana alikuja ngumi. Hajakaa sawa dafen huyu hapa. Bwana alikuja na teke. Alikula ngumi. Bwana hajakaa sawa teke kapiga. Bwana hajakaa sawa huyu chanu huyu hapa. Bwana alimalizia kapiga kwenye kinyanya mshenzi. Bwana unaomba sekunde za kuhesabu. Alikuwa tayari amechakazwa. Ambao Dongba kuwa na bahati. Kipara alibondwa ndani ya sekundi za kuhesabu. Jamaa alikuwa na bondwa. Inaonekana kama vijana wako vizuri kwa kupiga mkono. Anasema inaonekana kama mshenzi hakuwa na chochote kile. Yaani kuogopeka kwake kote huko. Ogopa askari polisi walikuja. Askari walikuja. Walinzi wa magerezani hao. Walikuja moja kwa moja. Ambia ukivunja sheria unatandikwa fimbo 30. Ambia inaonekana kama naaga, yani nusu ya maisha yangu hapa. Yani fimbo 30, fimbo kama hizi. Ambia haina haja ya kuogopa. Dapen. Bwana. Walianza kubondwa.毛头小子， Bwana kumrazi kidogo.
Kumrazi kidogo sauti ilikata, tunazidi kusonga mbele. Wale unaona pale ndio mabosi, mabosi katika kikundi cha Wu Gang. Bwana. Ambia mheshimiwa. Asema ni matatizo tu kidogo ambao wameyafanya eti. Asema hata hivyo pia tayari wamepigwa fimbo 30 za kuwafunza adabu. Ambia haina haja mheshimiwa kuwa na hasira kama hivyo. Aise. Jamaa ikabidi atoe tena kitita chingine. Ambia nisikilize vizuri. Kumbuka unavyozidi kuweka matatizo hapa gerezani, pia na mimi napata shida eti. Unamaanisha nini? Jamaa anasema hii ni oda ya Wajerumani. Hao inabidi wafungwe hapa miezi 6. Wanajivojidi kuleta, yani wanavyozidi kuleta matatizo hapa gerezani, pia na mimi nakuwa katika shida. Si akaona pesa? Au mshenzi anajali pesa sana. Anasema hata hivyo pia ni sawa tu, akazichukua namna hiyo mheshimiwa. Inaonekana kama itabidi tufanye hivyo. Ambia basi sawa eti rafiki yangu, hakuna shida. Watu achane na haya, tuje huku. Huyu bwana, kuna bosi wa kwanza. Huyu bosi yeye uaga ni shoga. Yeye ni pididi wa magerezani. Bwana mfahamu pididi wa magerezani? Yeye ni shoga, anapenda wanaume. Unaona? Leo alikuwa kipoa burudani na watoto wa kike wakiwa wanamchezea kidogo. Huyu anapendaga wanaume. Alikuja moja kwa moja Dongba. Afu kuna huyu mwingine ambaye yeye ametulia chini, anaitwa Lee Rungmin. Bwana. Huyu hapa anaitwa Lee Rungmin. Afu kuna yule shoga. Bwana. Kumrazi kidogo. Bwana huyu yeye ni shoga. Alikuja moja kwa moja Dongba. Bwana kumrazi kidogo, tatizo kidogo ambalo lilitokea hapo, ile tunazidi kabisa kwa sambamba, tunazidi kusonga mbele. Wanaambua hivi ni vidume ambavyo vinampa zawadi, yani vinampa burudani hapa. Huyu ni shoga, pididi wa magerezani kama nilivyokueleza. Bwana tatizo kidogo, tusonge mbele. Tatizo la umeme. Mambo alikuwa kipoa burudani na mashoga wenzie. Kama nilivyokueleza, Domba alikuja moja kwa moja. Ambia nimesikia kwamba umepigwa na vijana wapi ambao wamekuja hapa magereza. Mheshimiwa eti samahani. Nasema kumbuka huyu jamani shoga, kama nilivyokueleza. Ni shoga, lishoga ambao lipo magerezani. Ambia hata hivyo pia akamcheki. Piga. Ni shoga, afu ana roho mbaya. Waga anapenda wanaume. Ambia so kwamba umeshusha heshima yako tu peke yako. Umeshusha pia heshima yetu sisi kama wakuu wa Hey Gang. Umeshusha pia heshima yetu. Anaitwa Yuan Wu Ji. Bwana. Yuan Wu Ji. Huyu mzee hapa ambao ni shoga. Mheshimiwa Bosi Ji. Bwana likabwa. Unazalilisha mpaka wakuu na shindwa na vitoto ambao vimekuja tu siku mbili hapa magerezani, na ni kikongwe hapa. Bwana kuna huyu hapa ambaye huyu huaga anamshauri na kumpa mashauri kidogo. Ambia mheshimiwa hiyo inatosha. Kijana tayari kasha soma funzo lake. Asema haitakuwa mbaya kama utampa kazi nyingine ya kuifanya ili amfunze kijana huyu adabu. Inaonekana kama itabidi nimpe kijana huyu mpya zenzi yao zawadi yangu ambao huaga na wapa watu wengine. Unaambia huyu mzee huaga na desturi zake hapa. Kama kuna kijana mpya ambaye anampenda, ambaye ananogewa naye na skills zake alizokuwa nazo, huaga kuna kidani kimoja ambacho huaga anapewa. Afu ule kijana kikivaa unaambiwa anakwenda afu analala na mwanaume mwenzie. Bwana, nadhani umenipata vizuri. Ambia mheshimiwa amekusamehe kwa sasa, lakini kuna kazi ambayo unahitaji umfanyie mheshimiwa. Ambia ni kazi chache tu kama zile za mwanzoni. Kumpa mtu kidani anakivaa. Kitu kama na hicho. Kumbuka mshenzi anaitwa Lee Rungmin. Bwana alimkabidhi kile kidani. Ambia mkabidhi zenzi yao. Na hapo mheshimiwa atakusamehe, hata kuwazibu tena.
Bwana letewa Chen Zhen. Ambia blaza. Ambia unasema kwamba hii ndio kitu ambacho bosi ametoa, bosi G, yani ametoa kwamba ni yani Chen Zhen avalishwe. Anasema sasa kumbuka huyu Dongba amekuja hapa kwa amri. Amekuja hapa kwa amri ya yule shoga, ambaye yule shoga ni kama bosi wake, ni bosi wake. Ambia hii inabidi iende katika mkono wa Chen Zhen wa Zhenjiao. Ambia nimekuelewa mheshimiwa. Mkono tu. Ambia hakuna shida. Nitahakikisha naweka katika mkono wake. Afu li jamaa linaaga hivyo. Ili jamaa lipogo kama likicha fulani hivi. Bwana, mtakuja kunichekia huko mbele. Muda wa chakula. Watu inabidi wapate msosi. Fika muda huu kupata msosi. Ambia usimwekee msosi huyu. Huyu anastahili supu. Na astahili msosi. Ambia unamaanisha nini kwa hili? Wenzetu wote hapa wamepata msosi na andazi mawili na mandazi mawili. Kwa nini unanipa mimi supu tu? Supu peke yake. Ambia nisikilize vizuri. Wewe ndio uliosababisha mpaka ndugu zetu au rafiki zangu wasipate msosi leo wa kula nao. Ambia kwa maana hiyo toka hapa upati msosi. Oya, hebu muangalia kile unachokisema eti. Huyu ni mkuu katika geng la 3. Nadhani umenipata vizuri. Anaitwa Wu. Anasema mimi sitaki kuweka shida au sitaki nikulete matatizo. Hem, nieleze. Nani kakutuma unifanyie mimi hivi? Unataka ulipize kisasi au sio? Ambia nataka kufahamu tu. Nani kakutuma uniwekee mimi supu kama hivi? Jamaa waga apendi dharau. Akaimwagia ile supu katika chakula ambacho kulikuwa hapa. Yeye waga apendi dharau. Anaitwa Wu, ambaye ni mkuu katika geng la 3 hapa gerezani. Ambia kuna nini hapa? Bwana, ilipishwa njemba moja ambayo imepanda juu vibaya. Unaambiwa hii waga inakula marage na ugali. Bwana, mpaka njemba imenyoka hivi. Hapo ni marage na ugali umekufiga kazi. Ataka kumpiga Zenzi yao kaingilia kati. Ambia niwekee msosi. Jamaa kashangaa. Udogo vipi? Ambia niwekee msosi. Ambia mheshimiwa, huyu kijana ana special, yani ni special hapa. Mheshimiwa anampa kile anachokitaka hapa gerezani. Kwa maana hiyo apewe kile akichakacho. Apewe kile kitakacho. Aliwekewa msosi. Alichukua 2 akamkabidhi huu. Ambia dogo. Asante. Bwana. Sasa baada ya pale huyu mshenzi alikuja huko anafikiria. Asema kaka, hivi unafikiria kwamba inawezekana kumvisha huyu mshenzi kile kidani? Kumbuka eti. Yaani hatuwezi. Yaani mpaka upate opportunity hiyo ya kumvisha kidani. Itakuwa ni muda sana. Jamaa anacheka. Asa kumbuka hawa ndo wamepewa kazi ya kumvisha kidani Zenzi yao. Wamvishe hicho. Wanamvisha hicho. Jamaa kafikiria. Bwana, yeye mwenyewe anajua njia yake ambayo ataitumia ili Zenzi yao akivae mkononi mwake. Ambia Chen Zhen. Oya vipi? Kuna nini? Ambia mtu ambaye ulitaka kukutana naye yuko hapa. Ambia basi sawa. Chukua kidogo hichi hapa kwa kazi ngumu uliyoifanya. Kuna binti ambaye kuna manzi ambaye amekuja leo kukutana naye. Aitwa Chen Zhen. Bwana, kwa manzi hivi mwamba anajua kama mwenye akili sana. Anakuwa ni smart sana akiwa na mamanzi. Alikuja moja kwa moja kukutana na mamanzi katika chumba cha wageni ambao wanakujaga kuona wafungwa hapa. Alikuwa ni binti. Binti akatabasamu, anamfuata mwamba, lakini akapitwa. Analeta mikono hivi akapitwa. Nini tena? Mbona nimepitwa na binti? Kwani anikumbatia au vipi? Binti alimfuata Zenzi yao.
Jamaa anashangaa, huyu jamaa vipi? Mbona wanajuana na binti hivi? Kumbuka binti anaitwa Ziayun. Ambia vipi, unaendeleaje hapa magerezani? Hata hivyo pia binti anambia babangu anatafuta njia ya kukutoa hapa magerezani. Ambia samahani kidogo kwa matatizo ambayo nimekuletea kipindi hichi. Nasema wewe unafanyaje hapa? Sasa mimi nafanyaje? Mimi ndo napaswa nikuulize hivyo wewe. Wewe unafanyaje nao binti? Mahusiano yenu ni yapi wewe na binti? Nasema uko of course kanisaidia maisha yangu. Nasema hata hivyo pia umekuwa ukinivizia ndio maana baba alikuleta hapa. Sasa hawa ni kaka na dada ambao Chenzen yeye kalelewa tu na babake na binti. Jamaa kwa anampendaga binti, anampendaga huyu binti Ziayun. Kwa maana hiyo jamaa babake na binti alipoona jamaa anamvizia binti yake na wote wamelelewa sehemu moja, babake aliripoti kijana na kumleta moja kwa moja magerezani. Kwa nini unamvizia binti yangu? Alimleta magerezani. Hiyo ndo sababu ya ushenzi yuko hapa magerezani. Alikuwa akimvizia manzi. Bwana. Ambia hivyo pia baba yangu sasa hivi tu atakutoa hapa magerezani. Binti anamuongezea msosi namna hiyo. Jamaa kwa anaona wivu. Jamaa anamcheka kwa chini binti asioni. Umekushindwa wewe. Asa huku washenzi wanatolewa kidogo wapate kuweza kupunga upepo. Kama nilivyokueleza, hapa viko vikundi vitatu, gang. Ambia huyu ndo ule mshenzi Zenzi yao unasikia kwamba aliletwa gerezani kwa ajili ya kumnyemelea manzi. Babake na manzi akamleta magerezani. Lishenzi kweli hili. Hawakuwa na mkejeli jamaa. Kwamba aliletwa magerezani kwa kuvizia manzi wa mtu. Pumbavu nini? Cheki, nini tena? Chenzen, mbona makasiriko? Utaki kuchekwa, utaki kufedheika. Bwana, Dafen akasogea pale. Ambia nini? Unataka kupambana au? Akaguswa tu. Zenzi yao kabidi aingilie kati. Ambia Zenzi yao. Anaambia hata hivyo pia wewe na mimi inabidi tu marafiki kwa kuwa umemsaidia dada yangu. Mimi ni mtu wa fadhila bwana, huwa narudisha fadhila. Akamvisha ule mkufu. Bwana. Ambia nini? Anasema ukiwa na hii. Ambia hapa gerezani kila mtu anakuheshimu. Nilivyokuwa hapa pia nilipewa hicho kitu na kila mtu aliniheshimu hapa gerezani. Kwa maana hiyo hii ni opportunity nzuri ya kupata kila kitu unachokitaka hapa gerezani. Ambia kumbuka, kama unataka kuishi kwa amani, usitoe hicho kidani mkononi mwako. Ambia wewe kuwa mwangalifu eti na mambo unayoongea hayo. Jambia usikubaliane na umshenzi. Unaweza kuwa ni mtego. Anaambia furahia kwa mkufu huu ambao nimekukabidhi. Yaani kwa komo hicho ambacho nimekukabidhi. Ambia furahia hapa magerezani unapata kila kitu. Bwana. Sasa inasemekana kwamba akikupa kikomo hichi unapata kila kitu gerezani. Ambia utaki mkono. Kila mtu anaangalia hapo, unataka unizalilisha au vipi? Ambia waya. Mimi sio mtu huyo eti ambao ni mtu wa shobo sana. Na kuona kabisa una shobo. Afu ni kama mtu ambao unataka shobo sana na watu. Jamaa alichukia. Mkono wake umeachwa hapo na kila mtu anatazama. Bwana alivaa ule mkufu. Bwana kila mtu anaambia anamheshimu. Bosi. Inaonekana huu mkufu mtu akiuvaa, uoga anapewa ofa hapa. Ambao mpaka City watu wanakufutia kama hivi, wanakuwekea kwa kuwa una mkufu ambao umetoka kwa mkuu, umetoka kwa bosi G. Bwana. Wanaambia huu mkufu amekabidhiwa na Yuan Wuji. Bwana, ambaye ni yule shoga. Nadhani mnamfahamu vizuri. Yuan Wuji. Asema inaonekana hichi kitu kina samani sana. Asema hata hivyo pia, ngoja nijaribu. Anamwambia hoya. Unataka ujaribu amekabidhi wewe? Unakuwa unapenda sana vitu ambavyo hujakabidhi. Nasema hata hivyo pia sifikiri kama kitu hichi kina samani kiasi hicho. Asa jamaa akiwa huku akawa anamcheka. Wanafahamu ukivaa hii nini kinakukuta. Bwana.
Asa huku shoga kama kawaida yake aliletewa taarifa. Ambia mheshimiwa, tayari kavaa kile kidani. Ambia mheshimiwa, inaonekana kijana mzuri kweli ka, Basi sawa. Zenzi yao itabidi sasa hivi ni raundi yake yeye kunihudumia mimi. Mcheki. Ambao hichi ni kichafu hichi kishenzi. Ishoga huyu. Huwa sitakaji mashoga kabisa. Yaani huwa sasa hivi namuita mshenzi kabisa, fai kuitwa Yu Wenwuji. Wani muda kidogo wa kuoga. Wana watu waliingia bafuni. Wanaoga. Jamaa alikuwa hapa Zenzia. Jamaa alikuwa hapa Shenzhen. Zenzia walimfuata. Ambia wewe. Karma. Oya, nini? Ambia mwanzo nilizani wewe ni mtu mbaya, lakini sikutegemea kama ungekuwa ni mtu mkarimu kiasi hicho. Kwa maana nimekuja hapa nataka niombe msamaha, tuwe marafiki. Ambia unataka kuwa rafiki? Ambia unaonaje kama tutakuwa marafiki? Tunge urafiki bwana, tunge undugu hapa gerezani. Jamaa kaangusha sabuni. Kwa nini mshenzi anataka urafiki? Ambia sabuni yangu imeanguka. Naenda nikachukue nyingine kidogo. Alimwacha hapa. Bwana. Sasa watu wakawa wanatoka. Akawa kabaki Zenzi yao peke yake. Jamaa alitoka gereza, alitoka bafuni. Huyu hapa. Bwana. Ambia Zenzi yao. Asema kama ni hatima yako ya kuliwa na mzee, anasema hiyo ni yako, hainihusu hiyo. Aisa, ambiwa huyu mzee ni mchafu kweli kweli. Anapenda watoto kama hao, wanaume wenzake. Sasa ukivaa kile kikomo, bwana mzee huyu hapa alikuja. Uwaga, huyu mshenzi anawafuata watu bafuni, afu anawala. Aisa, alimfuata dogo. Afuule maji namna hiyo. Kwani Chali mwenyewe sio mzembe. Chali anafinya kipondo huyu. Bwana, mzee akaona nyama. Jamaa kwa alimkaba. Nasema wewe mpumbavu. Nieleza sasa. Zenzi yao yuko wapi? Hawa anacheka. Kama mtaendelea kupoteza muda na mimi hapa, ndugu yenu kule atakuwa tayari kamalizwa kule na mkuu. Atakuwa kamalizwa na mshenzi Yu Wenwuji. Bwana, walikwenda moja kwa moja kumcheki Zenzi yao. Atakuwa katika hali gani? Mzee anamtaka. Aise. Anamtaka jamaa mzee. Ambao ikishenzi. Aise. Yaani huku gerezani unakwenda tu. Yaani baada ya kutoa rushwa unapata kila kitu. Yaani ni wewe tu. Unaambia huku hakuna wanawake. Mzee sijui amekabwa na nini. Walikuja moja kwa moja wakazuiwa hapa. Bwana. Dongba yuko hapa. Ambia toka, pisha njia. Pisha njia. Uone kama bosi yuko huko anaoga. Pisha njia nimekwambia. Bwana pale ilianzishwa vurugo. Bwana. Jamaa kawekwa kati. Bwana bosi huyu hapa. Yu Wenwuji. Huyu hapa. Bwana amemzunguka mwamba. Anataka malize kazi. Anataka amfanye vitu vyake alivyowafanya watu wengine. Akiwapenda, akiwataka, anakwenda moja kwa moja kumfuata Chali. Bwana, hafu huko akija anachekelea, anampenda tayari. Kasha zima, kasha fall in love. Bwana deep in love na dogo Zenzi yao. Alikuja Shenzhen. Bwana unaambia alikuja na bomba la maji hilo. Bwana aliwapiga washenzi. Walikuwa wamewakilinda mlango hapa. Jamaa alijifikiria mwisho wa siku aliona sio vibaya kama atakuja kidogo kumtolea msaada kidogo, kwa maana huko bwana shule wanaijua wenyewe ambao tayari walipitia shughuli hizi. Bwana ghafla mlango wa bafuni ulifunguliwa. Wanacheki nini tena? Mbona kama wanashangaa? Bwana alikuwa ameshikwa. Yu Wenwuji kashikwa na kisu kipo shingoni. Anasema yote asisogee hapa. Anasema wewe uchukue maamuzi mikononi eti, fikiria vizuri. Huyo ni bosi hapa. Akaona bosi kama huyu, bosi shoga hafai kuishi. Bosi shoga hafai kuishi. Anambia hapana. Jamaa alimkita kisu. Iliwekwa juu. Watu wanashangaa. Kita. Bwana. Alikitwa kisu. Shoga hafai kuishi. Kwa nini tuishi na shoga magerezani? Kwa nini tukae na shoga magerezani ambaye anawapenda wanaume wenzake?
Jamaa alishangaa, huko alikuja libondwa. Che, ambia kaeni mbali. Ambia we, umejaribu kunipiga mimi. Ambia piga magoti. Nifafanulie vizuri. Ya yote haya ni kwa nini? Ambia nakwambia nifafanulie. Hivi unajua ni kitu gani unachokifanya sasa hivi? Ambia sasa hivi umemuua mtu ambaye ni muhimu sana. Ambia kaka yake na huyu mshenzi ni bosi, yani ni mkuu katika Tianjin, katika mji wa Tianjin. Kaka yake na huyu Yuan Huji ni mkubwa ambaye anamiliki gang lenye nguvu sana katika Tianjin. Jamali mkamata. Ambia msisogee, kaeni mbali. Kaka yake na huyu Yuan Huji anaitwa Yuan Weihui. Bwana, yeye anamiliki genge kubwa sana katika mji wa Tianjin na anaogopwa vibaya sana. I say. Jamaa mbia haijalishi ni kitu gani, lakini mimi siwezi nikaungana na mshenzi mpumbavu mtu kama wewe. Hajalishi ni kitu gani, hawezi akaungana na mshenzi kama huyu. Kumbuka tayari kamzulu mdogo wake na Yuan Weihui. Bwana, kumbuka yeye ana genge ambalo anamiliki katika Shanghai nzima, anaogopwa peke yake. Bwana, tuje moja kwa moja tena baraza huu. Huyu hapa. Ya vilichukua wale vikombe afu vikaanza kupigwa namna hiyo. Ambao wafungu wote walipigwa vikombe, filimbi ikasikika. Walikuja moja kwa moja walinzi. Washenzi wanasubutu kuleta fujo katika gereza langu. Mfalme wa kuzimu anasubutu kunichezea mimi. Ambia mheshimiwa, tufanye vile au tuanze na nani? Tuanze na yupi? Ambia anza na wale. Bwana, alitumwa kuanza na watu. Kuanza kitu gani? Bwana, tutafahamu. Kaheni kwa kutulia, maana Mr. Burudani niko hapa. Alitumwa kuanza na mtu fulani. Ni kuanza kitu gani na ni kumfanya nini huyo mtu? Utakuja kufahamu. Asema yeye ni mfalme wa kuzimu. Tuachane na tu moja kwa moja kwa upande pili, mwanamama huyu hapa. Ambaye huyu utakuja kumfahamu. Lakini huyu anamjali sana zenzi yao. Unaonekana huyu ni mamake na zenzi yao. Ambia vipi? Kuna tatizo gani? Ambia mama, mwanao sasa hivi kafanya mavurugu gerezani. Na kwa sasa kamjeruhi Yuan Huji ambaye kaka yake ni mkuu ambaye anaogopwa sana katika mji wa Tianjin. Katika Tianjin nzima unaambia yeye ndo ana genga ambalo lina nguvu sana. Bwana Yuan Huji huko alikuwa akipewa maji kidogo, lakini ndo hivyo. Jamaa kasha dhuruika kivibaya sana. Yupo mshenzi mwene sura kama kamongo, Lin Runmin. Asema zenzi yao mmekwisha, nitakuhua. Bwana aliapa kumuua zenzi yao. Bwana, tuachane na tuje mwa upande wa pili tuachane naye. Leo kuna mtu ambaye aliletwa gerezani. Bwana, unaambia mtu ni mnyama, anafinya. Bwana, utanichikisha matusi yake huko mbeleni. Ambia Li Gen, mtu ambaye una rekodi nyingi sana za uwizi katika mji wa Tianjin. Huyu mwamba ni muizi, ana rekodi zisizohesabika. Anafinya afu ni mwizi. Huyu anaiba katika zile sehemu ambazo haziwezekani. Bwana, Aso alikuwa huko.
Wakiwa hapa, gereza lilifunguliwa. Aliingizwa mwambo mwingine huku ndani, Li Gen. Huyu hapa. Kwanza ni mbabe. Bwana. Waga huyu hapendi dharau kabisa. Hakuta kuna wakuu hapa gerezani. Jamani mbabe. Ya jali na yoyote yule. Amekuja hapa, akabidi atulie chini. Inaonekana kama mshenzi ana kawezo kake fulani. Anasema huyu mshenzi anaitwa Li Gen. Ana rekodi ambazo zisizohesabika katika Tianjin nzima. Anasema pia nimesikia kwamba huyu mshenzi anafinya sana. Yaani anapiga mkono. Anasema kwa maana hiyo, don't try to mess with him. Bwana. Ambia nimesikia kwamba katika Tianjin yeye huyu ndo muuhizi wa kwanza ambaye anaiba katika sehemu zisizo za kuibwa. Bwana, unaelewa sehemu zisizo za kuibwa, unaelewa ni sehemu zipi hizo? Hayo ndo matusi yake Li Gen. Ambia mheshimiwa, basi itakuwaje kama plani yetu itakwenda vizuri? Ambia hoya, kumbuka mimi ni mfalme wa kuzimu. Plani lazima iende kama vile tulivyopanga. Nasema mheshimiwa, lakini kidogo kumbuka eti pia naweza pia nikazurika mpumbavu nini? Hakuwa nampiga. Sasa kuna plani ambao wameipanga. Huyu mshenzi kuna plani ambao kapanga. Unaona? Akamuita kando. Akamuita karibu. Asema fanya vile. Mida ya usiku ufanye hivyo. Ambia kumbuka pia ukifanya hivyo nitakuongezea mshahara wako. Yaani nitakukabidhi pesa ambao ni kubwa kuliko ya mwanzo. Ambia Zenzi yao na Shenzhen nifuateni. Waliitwa Zenzi yao na Shenzhen waliitwa. Umwamba akabaki hapa. Cheki, hakuwa na tatizo lolote lile. Asa walikuwa kuna sehemu ambao walikuwa wanapelekwa. Nakumbuka huo mkuu wa magerezani kuna plani ambao anaipanga kwa Zenzi yao. Aliwachukua. Oya mheshimiwa. Si chumba ambacho tunachukua kwenda ndio hichi hapa. Ambia wewe unasemaje? Nasema mheshimiwa, nilikuwa nataka tu nikukumbusha eti kidogo. Ambia chumba ambacho tunatakiwa kwenda kwa kuwa nimezoea hapa ni chumba hichi hapa. Kwa hiyo unanifunza chumba ambacho natakiwa niwapeleke au ikoje? Pigwe. Na wale pigwe kwenye gwede. Kucheki viatu vyake. Hivi viatu so vya mlinzi hapa. Kwa kuwa umefahamu, nifuate. Bwana. Huyu mshenzi viatu vyake havina kama vya mlinzi ambao wapo katika magereza hapa. Bwana, usiku zilianza kutupa mienge za moshi katika vyumba. Bwana, zilianza kutupa mienge ambayo ina moshi katika vyumba. Bwana, utanielewa vizuri. Hapa ni kisasi kinacholipwa. Kumbuka Zenzi yao alimzuru Kamuhua Yuan Huji. Jamaa alikuwa anajaribu kumkonyeza jamaa. Wewe unafanyaje? Wewe mpumbavu unafikiri ni nani? Akapigwa. Unafikiri ni nani hapa? Bwana. Jamaa hataki kabisa kuonewa. Ambia hapana. Aketi chini. Ambia oya, viatu hivyo viatu. Akacheki.